Sasa vigezo vya kutoka katika daraja hilo la VIP 4 ili uweze kuingia katika daraja la VIP 5 unatakiwa ukizi vigezo gani na masharti gani? Kigezo cha kwanza, unatakiwa uwe na direct 12. Yaani kutoka zile 8 ulivyokuwa uko hapo V4 jumla zisomeke 12. Yaani kwa maana hiyo, na maana hapo unaongeza direct zingine 4. Ukijumlisha na zile za mwanzo ulizoanza nazo jumla zisomeke 12. Hilo ndio sharti la kwanza. Sharti la pili, unatakiwa kwenye timu yako jumla uwe na watu 800 katika timu yako. Alafu sharti la tatu, kama ilivyo ada, kwa kila mstari uwe umezalisha V4 mmoja kwa kila mstari. Na maana katika mistari yako mitatu separate ambayo inajitegemea, kila mstari mmoja uwe umezalisha V4 mmoja. Hapo sasa utakuwa umeshakizi vigezo vya kufaulu kutoka katika daraja hilo la VIP 4 na utaingia sasa rasmi katika daraja la VIP 5. Sasa je, katika VIP 5 ukishafaulu sasa upo ndani ya daraja hilo la VIP 5 utanufaikaje? Tuendelee. Sasa ukishafika katika daraja hili la VIP 5, kila direct link yako ambayo utaitoa utakuwa unapata $70 kwa kila direct. Ina maana link yako sasa hivi inakuwa ina thamani ya $70. Ina maana mtu yeyote ambaye ataactivate kupitia direct link yako utakuwa unapata $70, ambayo kwa pesa za Kitanzania ni sawa na 182,082 pesa za Kitanzania. Mtu mmoja tu akiactivate ukiwa katika daraja hilo la VIP 5, mtu yoyote yule ambaye utampatia direct link yako akiactivate tu robot wake, kwako zitaingia $70, ambao ni sawa na pesa za Kitanzania shilingi 182,082. 182,082 ni pesa nyingi sana kwa mtu mmoja. Kumbuka hapo huko ndani ya daraja hilo la VIP 5. Lakini pia haitoshi, wale watu au yule mtu wakaenda wakafanya trading, utakuwa unapata 55% kupitia mafuta ambayo atakuwa anakatwa kadri watakapokuwa wanazidi kutengeneza faida katika trade zao. Lakini pia haitoshi, kuna indirect. Tuende sasa kwenye uchambuzi wa indirect, ambapo pia huko napo kuna pesa nyingi sana. Mtu yoyote ambaye yuko kwenye timu yako ambaye yuko katika daraja la V1 katika timu yako, ambaye ulimpatia direct link afu akawa katika daraja la V1, yani wewe hajaingia V2 hajaingia V3 bado, yani ndo kwanza ameanza, ndo yuko V1, akiactivateisha mtu, wewe kwako zitaingia $40 kwa kila activation ambayo atakuwa anaifanya, au kwenye timu yake activation yoyote ile ambayo itakuwa inafanyika kwa huyo mtu ambaye tayari yuko katika daraja hilo la V1, kwako utapata $40 ukiwa katika daraja hilo la VIP 5, ambapo sasa $40 kwa pesa za Kitanzania ni shilingi 104,000. Yani hiyo ni ile umekaa tu unashangaa tu $40 imeingia, hujaifanyia hata kazi, ila timu yako kwa kweli imeperform huko. Kuna mtu yuko V1 huko ameactivateisha mtu katika timu yake huko, kwako zinaingia $40 ambao ni sawa na 104,000, yani kama for free kabisa, ila kutokana na ile kazi ambayo uliijenga mwanzo. Sasa huko malipo yake, faida yake ndio inakuwa hiyo. Lakini pia haitoshi, wale watu wakienda wakifanya trading utakuwa unapata 35% ambayo itakuwa inakatwa kupitia mafuta yao. Lakini haitoshi, ukiwa na mtu ambaye yuko katika daraja la pili VIP 2 katika timu yako, yule mtu akafanya activation au katika timu yake ikafanyika activation kwenye timu yake, wewe kwako huku juu utapata $30, ambayo hiyo $30 ukiconvert katika pesa za Kitanzania unapata shilingi 78,000 ambayo inaingia kwako kwa kila activation ambayo mtu yuko V2 ataifanya katika timu yako. Ukiwa katika rank ya VIP 5 utakuwa unapata hiyo $30 ambayo ni sawa na pesa za Kitanzania shilingi 78,000. Imagine. Lakini wale watu wakienda wakifanya trading wakipata faida, na wewe pia utakuwa unapata muendelezo wa faida, ambapo gawio lako litakuwa 25% kwa kila faida kwa kila trading ambayo itakuwa zinafanyika. Ile commission ya trading ambayo itakuwa inakatwa kupitia mafuta yako yao, wewe utakuwa unapata 25%. Lakini pia haitoshi, ukiwa na mtu ambaye yuko katika daraja la V3 katika timu yako, yule mtu akaactivateisha mtu, wewe kwako huku juu utapata $20. Yaani utashangaa tu zimeingia kacha $20 zinaingia kwako. Ujui nani ameactivateisha huko chini kwenye hizo timu, ujui. Labda tu upewe taarifa, labda kuna mtu labda unawasiliana naye, lakini hujui tu ile chain yako tu ile. Kuna mtu yuko V3 huko kwenye timu yake ameactivateishwa mtu huko, wewe kwako huko inaingia $20, ambao ni sawa na pesa za Kitanzania 52,000. Pesa nyingi sana. Lakini bado haishii hapo. Ukiwa una mtu ambaye yuko katika daraja la V4 VIP 4 akaactivateisha mtu ndani ya timu yake, ikatokea kuna watu wanaactivate ndani ya timu yake, wewe utakuwa unapata $10 zitakuwa zinaingia kwako, ambapo ukiconvert kwa hela za Tanzania ni sawa na shilingi 26,000. Lakini wale watu wakienda wakifanya trading, basi utakuwa unapata 5% ambayo itakuwa inakatwa kupitia mafuta, itakuwa inaingia kwako. Ni pesa. Kumbuka mafuta ni pesa, ni jina tu, lakini mafuta ni pesa.
Lakini ikitokea sasa mmeshakuwa katika same rank, imekuwa katika daraja moja, yani umeshazalisha V5 mwingine mkawa katika daraja moja, basi katika yule V5 yule ambaye tayari mpo katika daraja moja kwenye timu yake, activation yoyote ile ambayo itafanyika kwako itaingia $1.5 kwa sawa na shilingi 3,900 pesa za Kitanzania. Lakini katika wale watu wakifanya trading, utakuwa unapata 10% ya mafuta ambayo itakuwa inakatwa kupitia wao. Hilo ndio daraja la VIP 4, 5. Sasa ili uweze kutoka katika daraja hili la VIP 5 uingie katika daraja la 6 ambao ni V6, unatakiwa ukizi vigezo gani? Na katika kukizi hivyo vigezo, ukishafaulu utakuwa unanufaikaje ukishaingia katika daraja hilo la VIP 6? Twende sasa tulione hilo daraja, ila tupate kwanza vigezo ambavyo vitakusababishia wewe uweze kuvuka renki kwenda katika daraja hilo la VIP 6.